mjisikie mko huru. Kwa hivyo nitamwita wenzangu ambaye ni chairman wa Sugulu aje na asalimie. Karibu Watembe. Wacha akilisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Christine Mwalimu, zaidi ya yote nimeokoka. Napenda kuwakaribisha siku ya leo profesa wetu na nyote mliofika mahali hapa. Karibuni, mjisikie nyumbani. Mbarikiwe. Asante sana. Alafu profesa, kile kitu tutakuelezea kama vijiji viwili. Hapa tumekutanика vijiji viwili. Sugulu ni on your left, hiyo ni Sugulu. On your right upande huu ni Chome village. Sisi wote huwa tunashirikiana, tulikuwa kijiji kimoja na tuligawanywa hivi juzi. Lakini vijiji vyote vinashirikiana na hivi shughuli zote tunafanya hapa tulikuwa tumeshirikiana. Alafu tuko na vitu vingi tunaomba. Shule yetu hii pengine hujaitembelea, pengine utaingia uone kuna vitu kadha wa kadha pengine shule yetu itataka, pengine serikali inaweza ikatufanyia. Kitu cha kwanza, hapa tuna mahali pa michezo. Watoto wanaweza kucheza volleyball ama netball. Kuna kiwanja kidogo pale, lakini mikono yote imekuwa mfupi, hela hatuna, nguvu kazi hatuna. Mzee kama mimi ndio niona sasa beba jembe. Sasa tunaomba ikiwezekana wewe pia utushike mkono, tuwekee watoto mahali wanaweza kuchezea volleyball ama netball, so that ikifikia wakati tunaondoa, yani haitakuwa ni watoto wa shule, itakuwa ni ya community. Watoto wale wanakwenda kwa mihadarati ama nini wanaanza kuja wakafanya mchezo kama hiyo, na waachane na mambo ya mihadarati na mambo ya ulevi mwingine ama uhalifu mwingine. Hiyo tunashukuru na tunaomba ukirudi pale, maana mimi najua mahali huko ukichokora tu kidogo trakta inaingia hapa, hata uwanja ni nusu dakika. Asante sana na Mungu atusaidie. Hayo makofi ya toshi jamani, muongeze makofi mazuri. Ukisikia kina mamia kipiga vigelegele inamaanisha kwamba dera liko vizuri, si ndio? Napenda sana. Nataka sasa tuoneshe profesa kwamba tuko active, si ndio? Tukiomba mtoto akiomba si huwa anapewa. Lakini sasa profesa kituona deko huko, geukia mwenzako mwambie hai bwana. Geukia mwenzako mwambie hai bwana. Tunataka kitu, si ndio? Lazima tuweze kumchekesha kidogo pale vile ile unaona ile miwani yake ni ya 3.6 million. Pigia ile miwani ya profesa kofi moja. Lingine. Asante. Nataka sasa nimkaribishe assistant chief. Nimemwona mali hapa. Tumkaribishe kiongozi huyo assistant chief wa Mlekenyi. Wapi makofi ya assistant chief wetu wanapokaribisha mali hapa. Mongeze makofi mazuri paka anapokuja. Asante sana, karibu kiongozi. Kwa meza kuu abantu ba Sugulu na baje ba Chome na baje ba Fumashiga David Jiti na Mrogo Mwalalema ini abatemanyane na Dabango Zefania Mwasiwa na ahana acha niwakilishe chief Imbichi na pia niwakilishe ofisi ya chief kwa aga Malagogeba miti wapo kwa ago Mavui na kwa ago Mavui mlungu mrasmi, lakini sana nabakumbushwa kwamba oko chief wa Mteni ambao njira nonyonya basi nafuna pia mwoni mne kebulalo dedanya na inyo kidogo mlungu mrasmi. Asante sana chief, kwa heshima ya viongozi mbalimbali na watu wangu Kiraro na majirani, vijiji majirani na Mrogo Mbose Mwalalema, tupeni salamu jamani. Chapche, kwa majina ni Julius Mwagala, nikiwa chifu msaidizi katika kata ndogo ya Mteni hapa Unani. Nimekuja hapa kushiriki nanyi zoezi hili la siku ya leo la upandaji wa miti. Langu ni kuwashukuru nyinyi nyote kwa kujitokeza kwa wingi ili tujumuike kwa pamoja. Naomba Mungu wa mbinguni azidi kutubariki tunapoendelea na shughuli zetu za siku ya leo. Karibuni sana wageni wetu. Mwana chifu William amepiga luku safi, si ndio? Mwana chifu lakini wote wamepiga luku, si ndio? Kunishinda. Sasa nataka tufanye zoezi moja, si ndio? Mgeni wetu amekuja hapa anatuona tuko tu, si ndio? Nataka tumuoneshe undani we can do something, si ndio? Undani undani ya Mwachura Mwachura Mwachia Mwachia Mbondeni ya. Naomba leo kwa mbali tuseme tu karibu. Nataka tufanye kitu kimoja tu. Wajua hizi kamera ni za muhimu. Alafu tuambie dideka wando badadu. Hai. Na profesa wacha. Lekeni te.
tusonge tu karibu, naomba sote tusonge karibu hivi, alafu nimlete host. Tusonge hivi karibu, sote tusonge karibu, naomba tu kina mami. Namna hiyo. Pigia makofi kina mami wanaposonga. Wow. Huko tuko sawa nataka sasa nimlete host Simon Mwachia, alafu akikuja yeye ataenda kumleta host, ndio. Lakini kabla ya kuja niko na kibao kimoja hapa ambacho kinasema Ada kwa Dima, si ndio? Anapekunda di nyanga luke kidogo tu. Haya, namna hiyo sasa, namna hiyo tupande tuko pamoja. Namna hiyo naomba sasa makofi yako namna hiyo. Weka makofi namna hiyo. Twende. Wakati nataka kumkaribisha kiongozi wa nguvu Simon Mwachia, huko sote utakipiga twende. Asante udai. Namna hiyo. Hakikisha unachukua video yako. Namna hiyo. Alafu sasa tunasonga namna hiyo pole pole. Twende. Namna hiyo hapo sasa. Hapo. Wewe sio uko sawa. Twende namna hiyo sasa. Piga licha tu. Piga licha tu. Siwaoni namna hiyo. Pigeni makofi namna hii. Weka hapo. Weka tena. Hapo. Napenda mnavyofurahia. Ati nini mheshimiwa? Tuone tatu moja tunafanya. Tuone tatu moja. Haya mheshimiwa, tunafanya nini hapo? Tuende. 1 2 twende. 1 2. Lazima ucheze leo. 1 2 hapo. Cheza moja. Pili hapo. Moja. Pili hapo tena. Moja. Pili hapo. Wapi makofi yake jamani? Tupige makofi mazuri. Asante sana, karibu. Asante sana MC wetu wa nguvu, vandu vose vachome, vandu vasugulu, vandu wote ambao wamekuja. Bwana Yesu kaso. Hebu tusalimiane hewani kidogo jamani. Kwa heshima ambaye ni rafiki yangu na ndugu yangu pia, Profesa Mbondeji, ambaye ametoka ofisi ile kubwa kabisa. Hapa Kenya tuna ofisi ya kwanza ya rais, alafu ofisi ya pili ni nani? Ya makamu wa rais, ndio? Basi hapo ndipo kijana wetu ametoka pale. Jamani, si tumpige makofi. Hivi leo alitakana kuwa mbali sana, lakini akaniambia Mwachia, kwa sababu ya heshima ya Taita na watu wetu wa Taita na heshima yako nitakuja. Na ndio mbona. Si jamani, ni furaha kidogo. Asante sana. Mimi kabla sijaongea, ningependa pia kutambua uwepo wa mwalimu wetu mkuu hapa. Na ambaye ametupatia sehemu hii ya kuja kupanda miti pale. Na nafikiri tutakuwa vyema tumpatie nafasi ya salimie, labda kama kuna lolote anataka kusisitiza, maana watasema mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Labda huenda tukapona leo ama namna gani? Akuma baba na bada pende. Nicha la kaboru boru. Na kwa klabukiba ngachaleke leo. Kwa hivyo nataka nimkaribishe mwalimu mkuu. Kwanza tumshukuru kwa sababu wametupatia nafasi. Wao pia ndio wametusaidia hata kuchimba mashimo hapa, na kando na hivyo hata walimu wao wengi wako hapa. Lakini unajua wao kwa sababu mambo ya siasa kidogo hawezi ingia ndani, akasema mtaduzu tu nisalimie na nikae kula kidogo, lakini kwa ile heshima naomba aje tafadhali. Mwalimu karibu. Makofi kwa mwalimu. Naona vile hapo smart jamani. Baada mtazamaji. Alafu ateni wa kitu kimoja. Nilipoanza kufanya kazi, huyu alikuwa ni mwanafunzi wangu. Hello. Sisi baraka hiyo. And she was the best student at that time. Akaenda Mari Girls. Kwa hivyo kwa sasa watu wachome mlipata. Asante sana. Amina. Asante mwalimu wangu wa Kiswahili kwa mheshimiwa siku ya leo ambao umefika maeneo hapa, na wote nikitaja itifaki zote zilizowakilishwa hapa. Majina yangu ni Neli Mombela, ni mwalimu mkuu wa Chome kwa wakati huu. Niko hapa na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu kaso. Mwalimu alikuja akaniomba nafasi, mimi namuadresa mwalimu wangu, maana ye nampa heshima ya walimu. Mahali nilifika
alinisababisha pakubwa, especially ni Kiswahili lesson. So alikuja akaniomba nafasi ili ya kupanda miti siku ya leo. Nami kwa sababu ninajua miti haitoshi, sikusita kutoa nafasi hii ili tuweze kupewa miti, ili tuweze kupanda miti. Maana tunajua katika hata masomo yetu, katika utumishi wetu, community service is needed. So nikawa tayari tutoe ardhi kwa ajili ya kupanda miti. Tuko na mashimo zaidi ya 200 hapa ndani tumechimba na watoto. So tunashukuru sana kwa hiyo hisani ambayo mmetuletea siku ya leo. Katika mambo yote mahali kote undani mkaona Chome kunafaa. Asante sana. Langu pia vile tumeambiwa kunayo hata mahitaji. Na unajua tunaambiwa anayefanya nini? Hapana, kuna msemo ambao unasema ya kuwa kuna mtu kitapatapa anashika kokote. Kuna msemo kama so ukiwa na shida unatapatapa. Nami ninazo shida kadha wa kadha. Mojawapo tumeelezewa na chairman, watoto wangu hawana uwanja wa kucheza. Na nimeambiwa wewe kokanya jekrimbe. So ninakuomba mheshimiwa, angalau kirudi ukumbuke hii Chome. Uwanja hatuna. Pale kulikuwa kidogo tumepachika grade 9 class. So sasa hata nashindwa nitaeka volleyball net juu ya bati ama vipi. So naomba, kuna kasehemu pale tayari na nilikuta zamani hizo wazazi walianza kuchimba. Ukituangalia Mungu wa mbinguni atakukumbuka. La pili, barabara yetu hii ya kufika shule ya Chome, jamani, imekuwa ni masaibu. Tumekuwa na matatizo makubwa. Najaribu nikifuatilia nikuuliza hivi ni nani anahusika, sijapata mwangaza. Na kuomba angalau tukeza kuwekelewa kaslabu hivi, angalau shule iingilike. Sasa hii tuna matatizo. Mwalimu atakuja asubuhi ni shida na bodaboda. Tunashindwa. So ukituangalia shule iingie tu Chome, Mungu atakukumbuka. Kwa hayo machache, asante. Pili ni kule kunaitwa Mwachora. Labda niseme tu kidogo. Pale Mwachora ni mahali panaitwa tourist attraction. Kawaida watu wanalipia kwenda pale. Lakini leo tutaruhusu mwingie bure bila kulipa hata ndururu. Amba na bagani watu wa Chome, si ndio? Mwingie due ama mlipe shaka. Lakini nataka pia kiingia hapo waone mandhari. Alafu na hakika yale maombi yenu mlikuwa mnanipatia, si ndio? Tukifika pale juu pia tutamueleza profesa akasema lobby boss defina galo wash. Ango madaba kudo. Nikifunya msekefunya. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Asanteni sana. Pili bwana yes unaona profesa wetu. Hawa watu wa Chome, watu wa area hii ni watu wa kupenda mazingira sana. Wakasema unaona ile kanisa linajengwa hapa hivi pale trasi, hakuna hata mbao moja litunga kwa trasi pale. Wakasema hatukati miti kabisa kwa sababu tunapenda mazingira. Wakasema heri tuingie gharama. Tumetengeza trasi, ile trasi menua pale ni zile za aluminium. Hakuna mti hata mmoja pale umetumika. Kwa sababu vile wanapopenda mazingira. Si mwapige makofi hawa jamaa wanaopenda mazingira. Na ndio maana leo tutasema ili tusipate ile shida tena wakati mwingine, ichure midi kabisa isiki lemba chetu chiweze cheko kikala. Pili, nimeona wakilishi wa ofisi mbalimbali, pia niko na ndugu zetu wametoka Maungu, ndugu yetu ambaye ameanzisha hii project ya 10 bila break iko hapa na viongozi wengine mbalimbali. Kama sijakosea nimeona mwakilishi wa mama. Ningeomba kabla sijategesha mic pale, nafikiri itakuwa vizuri Murugova Isanga kidogo alafu na dende kipi. Karibu sana Dori. Hello, niko kwa mkutano. Asante sana. Mr. Machia tena wewe pia ni mwalimu wangu. Hata vipi ukienda mwana. Mwana man. Welcome check.
Mimi naitwa Doreen Geti, kwa neema yake Mwenyezi Mungu nafanya kazi kwa ofisi ya mama na sijakuja peke yangu. Tupo watu watatu. Naomba pia waje. Mama mlaya kila baba. Mama mlai. Basi kwa watu wa Chome na Sugulu, Bwana Yesu Kaso, kwa heshima ya mgeni wetu Profesa Mbondeni, ndugu yangu Idris na Mwandu Mwachia, na kabla sijasema, mimi sitasema mengi kwa sababu mdosi wangu yuko hapa, lakini watu wa Chome Mwachia ukaborubuja na kunde ndime neke siri na wana wafundishire mwalimu wafundishire Doreen, lakini Mwachia wakasesama itanan kwa Fuma College ya teaching udineke hiyo siri chabche nyinyi mhiringo mrasimi. Bwana Yesu Kaso, basi kwa viongozi, Profesa Mbondeni, ndugu yangu Mwachia na ndugu yetu pale Idris na watu wa Chome kwa ujumla, hamjambo? Basi kwa majina, mimi naitwa Mlemo, na kwa neema Mungu mimi ni mwakilishi wa mama Lydia Haika pale wadi ya Mwanda Mgange. Mimi nimetoka Mwanda huko, na nimeshukuru kwa sababu ya leo, manake pia tunapenda mazingira hata sisi. Kwa hivyo tunapenda hata na rais wetu, manake hili ni agizo rais wetu alikuwa ametoa ya kwamba tupande miti kwa wingi. Kwa hivyo ndugu Mwachia, kwa kuanzisha pamoja na Idris mambo ya kupanda miti, tunashukuru sana na tuendelee hivyo hivyo. Tuombe hata wakati mwingine pia tujaribu kuzungukia hata na wadi zingine. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asante sana kwa heshima ya Profesa Mbondeni na wale wote mliandamana nao, our hosts, mwalimu mkuu, chief, assistant chiefs na watu wote wa Machora, mwakamani. So sisi tumekuja hapa kusupport tree planting green initiative kwa sababu tumeona athari za uharibifu wa mazingira. Kuna wakati kabla mvua inyeshe pale Kishenyi kulikuwa kumekauka kabisa. Ni kitu ambacho hatujawahi ona tangu Taita Taveta County iundwe. Kwa hivyo mimi pia naongoza kikundi kinaitwa Taita Taveta Green Initiative, na wakati tulikuwa tunafanya research tuliambiwa Medioxide Azoea hana lugha. So kama tunataka kurehabilitate Taita Taveta, tutaanzia juu tukishuka huko chini. Kwa hivyo leo tumekuja kwa niaba ya Mheshimiwa Haika kukuja kusupport hii initiative kwa sababu tunataka kufikisha ile 10% ambayo inatakikana katika kila county. Tufikishe miti 10% ndio tuweze kukua na mazingira bora. Kwa hayo machache, Mungu awabariki, na pia tunasupport agenda ya president ya 15 billion. So nafikiri zile tutakuwa tumepanda hapa zitaongeza kwa hiyo pati ya 15 billion. Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Ngeni yetu heshima pia ningependa kuambia kwamba hii forest na pale juu ina support ni catchment area mito miwili. Mto wa kwanza ni ule wa Jogunyi pale ambao watu wa Vundanyi town nzima wanategemea huo mto na catchment yake iko hapa. Pili, kuna mto hapa chini unaitwa Chome. Hebu kidogo tuwaeleze hapa. Kwa wageni, wanakijiji na viongozi mbalimbali na wasalimu, hamjambo. Mimi kwa majina yangu naitwa Damaris Gila. Kwa poni analogu, karibuni na mkaribisha. Na inimoni ni mhudumu wa afya wa Nyanjani, CHP, na tunafanya hiyo registration ya SHA. Na ikiwa kwamba haujajisajili, mimi niko hapa nitakuandikisha. Na nimeona ikisaidia watu wengi kwa sababu kuna wakati imefikia pale dispensary hawezi tibiwa bila hiyo SHA. So ni muhimu sote tusaidike wakati maana Bukongo ndedi humanya wacha angelo ya skokoni. Sasa kaka kwa jiregister tangara ni Bukongo wacha kwa ghafla kutesekia. Kwa hivyo moneko aha ukunde kuandikishwa ni muandikisha chapcha kwa kunsikiria. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ni mwana health community Christine. So tunaandikisha SHA. Acheni niwaambie ukweli, SHA inasaidia. Maana wengine
wanasema muda wao haujafika kujiandikisha, lakini nakwambia kwamba muda ni sasa. Niko na example ya mgonjwa mmoja ambaye ako kwa familia yetu. Alikuwa ameumia na pikipiki. Ikabidi alikuwa ameumia hapa juu, ikabidi kuwe referred kwa surgery. Hiyo surgery ilikuwa ina take 336,000. So ni ushuhuda tosha, alihudumiwa, hatukulipa hata shilingi. So ninawaambia cha ukweli ni kwamba jiandikishe utibiwe. Hata yule mtoto amezaliwa juzi ama jana atakuwa registered. So ukifika pale kama hujajiregister, ukiambiwa rudi kajiregister, usitulaumu, tuko hapa. Barikiweni. Makofi mazito kwa hawa jamani. Mmesikia 300,000 na zililipa na nani? Jamani, kwa kina baba siri hapa kuna mpaka kupata ajali loli mpaka kuwe mkongo. Siujiandikishe leo. Alafu kitu ambacho niliambiwa ni kwamba tunapojiandikisha kwa wingi ndipo hospitali zetu za county hii zitapata mgao mkubwa. Ile inaitwa capitation. Kuji mwakunda serikali mba irede pesa nyingi kwa county kwa dispensary yedu isaja ni tujiandikishe kwa wingi kabisa. Kwa hivyo naomba tafadhali ikiwa uko hapa hujajiandikisha, hawa kwa hapa na nimesikia registration ni bure kabisa. Kwa hivyo endelea kwa midi aja kama kwa kunda kuendelea kudiesi lomboa mboa, alafu tunamaliza haya maneno kabisa. Basi kwa sababu ya wakati pia nafikiri ningependa nimwite ndugu yangu Idris aje asalimie, alafu baada hapo nitaelekeza mali utaelekea tena. Karibu sana. Watu wa Undanyi hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ukaso. Naomba tusalimiane hewani. Asanteni sana. Majina yangu nafahamika kama Idris Mohamed. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Save Our Environment, na vile vile pia mimi ni mkurugenzi wa vuguvugu la Ruto 10 bila break. Na leo hii tumekuja hapa, nia na madhumuni ni kwamba watu wa Undanyi muweze kusikia ni yale mambo ambayo rais wetu William Ruto ameyafanya. Unajua kuna baadhi ya watu katika hii county ama Kenya hii wako na kasumba, wakiona kila kitu wanapinga, hata maendeleo wanapinga. Kwa hivyo tuko hapa leo kuambia ya kwamba kama ni masuala ya SHA inafanya kazi. Mkiniona hapa mimi nimetoka jana usiku wa Aga Khan. Na nililipia 200 kwa cyber ili mamangu mzazi aweze kufanyiwa nini? Kuwa registered SHA. Na SHA ilimlipia 55,000. Imagine ameregister sasa hivi na sasa hivi amelipiwa 55,000. Lakini utakuta watu wengine wawili watatu wanaenda wanalalama wanasema SHA haifanyi kazi. SHA haifanyi kazi ikiwa wewe mwenyewe hujajiregister. Ukitaka kujua SHA inafanya kazi, patwa na shida, patwa na ugonjwa, ndio utajua ya kwamba ile sera ya Rais William Ruto inafanya kazi. Pili, tuko hapa pia kwa masuala ya mazingira. Taita Taveta County miaka ya nyuma inajulikana katika county ambazo katika masuala ya miti ilikuwa imeboreka. Lakini miaka ya sasa mahali tunaelekea, miti imekatwa, kwa ile miti imebaki ni 30% peke yake. 70% imeenda wapi? Hiyo ni kwa mujibu wa wale watafiti wa masuala ya mazingira, wanatuambia kwamba watu wa Undanyi, watu wanakata miti kwa kutengeneza mbao, kwa kutengeneza kuni, wengine kwa masuala ya makaa. Leo tuko hapa na ndugu yetu Mwachia na mgeni wetu wa heshima Profesa Mbondenyi. Kuna baadhi ya miti mtapewa na kuna baadhi ya miti ambao mtapanda. Hapa Undanyi ndio tunaweza sema mvua ipo, lakini pia hatutaki tutegemee mvua. Si huwa mko na maji yenu ile maji taka ile chafu ile, huwa ukiosha vyombo na mwaga. Hii mti ambao utapewa leo, enda weka chini, panda, mwagia maji yako. Usitegemee maji ya mvua. Usitegemee maji ya Tavevo. Ile maji yako chafu, ile maji umeosha nayo vyombo, tumia ili ufanye nini? Uweze kuhakikisha ya kwamba ile mti imekuwa. Kwa sasa hivi tunalia baa la njaa Taita yetu ama Kenya hii. Kwa sababu gani? Watu wameingia katika masuala ya ukataji miti. Kitabu yetu ya Qur'ani inatuambia miti inamnyenyekea Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unakata miti ambayo inamnyenyekea Mwenyezi Mungu na labda wewe mwenyewe humnyenyekei Mwenyezi Mungu. Nikimalizia jamani, watu wangu wa sehemu hii ya Undanyi,
Huyu ndugu yetu Mwachia huyu, si mnamuona? Huyu ndugu yetu Mwachia hatutaki aende ile njia Chome alienda. Si mnamjua mheshimiwa mbunge wa Voi? Si mnamjua anaitwa Abdi Chome? Si mnajua ile njia alienda? Sisi kama watu ambao tunamuunga mkono na tunajua ya kwamba ile kazi amefanyia watu wa undani. Mimi niko hapa, sitaki kusema analeta siasa. Lakini mimi niko hapa tu kuwaomba watu wa undani. Angalau jaribuni. Waswahili husema hata mbuyu ulianza kama huyu kiongozi ameomba, lakini tunaona jamani, mnapea watu ambao huyu akikuja ni mgeni amemkuta huyu kwa siasa, mnamnyima kijana wetu, mnampatia. Mwachia ni mwalimu, amefundisha hata madada zangu. Kwa hivyo walimu ni watu ambao wanafaa kupewa nafasi katika masuala ya uongozi. Kwa hivyo watu wa undani jamani, this time round mimi niko hapa na nitakuja. Tuko hapa kuhakikisha Mwachia next 2027 lazima akuwe mbunge wa undani. Wangapi wanasema Mwachia 2027 akuwe mbunge wa undani? Yes. Sasa tunasikia watu wanasema hii barabara, sijui kiwanja, sijui nini. Haya masuala kiongozi wetu angekuwa amepewa hiyo nafasi. Leo hii angekuwa hapa anafungua hii barabara. Leo hii angekuwa hapa hiyo kiwanja imetengenezwa. Lakini tusiwe watu ambao kila wakati tunaomba kitu tufanyiwe na ilhali wazungu wanasema una count stars alafu unapoteza mwezi. Wakati unahesabu ile mwezi ile nyota, mwezi inapotea. Kwa hivyo tusipoteze mwezi kwa kuhesabu nyota. Mwisho kabisa nikimalizia, huyu ndugu yetu Profesa Morris Mbondenyi ni mtu ambaye nafasi yenye ameishikilia ni nafasi kuu serikalini. Na yeye ako hapa pia kutuelezea agenda ya rais. Na sisi kama watu katika vuguvugu la Ruto 10 bila break, tuko hapa tunawaambia ya kwamba kuna baadhi ya watu wanalalama wanasema Ruto ametuacha masuala ya kazi. Hii Kenya ni kubwa bwana. Ukiangalia Taveta kuna mtu anaitwa Basil Criticus, kuna John Mrutu, kuna Dorcas, kuna Mama Gibran. Ukija Voi tuko na balozi, ukija hapa Ronge tuko na PS. Ukiangalia mama yetu Haika, yeye pia amepewa nafasi katika bunge. Kwa hivyo watu ambao wanasema huyu hajapewa kazi, huyu hajapewa kazi, Rais William Ruto anapanga mikakati. Mimi mwenyewe ni mmoja kati ya wale ambao niliunga hoja mkono. Niliunga mkono hoja ya yeye kuwa rais. Nilisaini makaratasi 12 kule Bomas. Mpaka leo sijapewa nafasi, lakini bado nina imani ya kwamba tutapewa nafasi. Na mimi nina imani ya kwamba mheshimiwa wetu Mwachia pia Mwenyezi Mungu akipenda ataweza kukumbukwa vile kiongozi wetu Profesa Mbondenyi ameweza kukumbukwa. Kwa hivyo watu wa undani tuombeane mema. Tuombeane mema. Mwisho kabisa namaliza. Barabara hii ya kutoka inaitwaje kutoka Mtomagoti kuja Bura, sio? Unajua kwa nini haijatengenezwa? Mnajua kwa nini? Kwa sababu ya finance bill. Leo hii ndugu yetu Mwachia angekuwa pale apige yes, leo hii tungekuwa hata tungetumia hii barabara ya kuja na huku. Tungeingilia Mtomagoti tungekuwa tumefika haraka hapa. Lakini kwa sababu watu hawataki maendeleo, wanapinga kila kitu, wanapinga mambo mazuri. Si mlikuwa rais alipokuwa hapa akifungua ile masuala ya umeme, alisema watu wa undani, mimi mmenifunga mkono kwa sababu wenye mmewachagua ndo wanapitisha finance bill bungeni. Kwa hivyo tuchagueni watu ambao wana roho ya kuweza kuwatumikia. Si haja yenu ni maendeleo? Ama kuna kitu kingine mnataka? Si mnataka maendeleo watu wa undani? Kwa hivyo watu wa undani jamani, nataka kuhakikishia ya kwamba ndugu yetu Mwachia Profesa Mbondenyi na rais wetu William Ruto ni watu ambao tunawajua wataweza kufanya kazi. Hii swala la kusema ya kwamba Rais William Ruto ni rais atapiga tamu moja. Wewe umewaiona rais toka katiba toka tuanze Kenya hii, rais hata anapiga 5 anaenda? Umewahi kusikia? Hii haiwezi kutendeka. Sisi tuko hapa kusema ya kwamba Rais William Ruto 10 bila. Asanteni sana watu wa undani. Haya, makofi kwake huyo.
Huyu ni president second, yeye ndo alisecond the president wakati ule alikuwa pale Bomas, kama wengine hamjajua. Mkimwona hivi huyu Idris Mohamed. Karibu sana ndugu yetu. Basi kabla sijaenda kwa mgeni wetu wa heshima, nilimwona bwana chief hapa. Agenda ya president wetu yatakana tupande miti karibu bilioni 15 within 10 years. Kwa hivyo tushirikiane tupande miti. Hata mimi niko na kazi nyingine ya nje na wenzangu hawa, tukasema mpaka tukuje tushuhudie kupanda miti, maana hiyo ndio kazi yetu pia tunafanya. La pili, nimesikia watu wakitaja mambo ya SHA. Usidanganywe na mtu. Leo hii utajua umuhimu wa SHA wakati umekuwa mgonjwa. Kama hujakuwa mgonjwa, ikejeli SHA. Lakini ukiwa mgonjwa au ukiwa na mgonjwa, utajua umuhimu wa SHA. Tafadhali tukae watu wakisikiza zile agenda kuu za serikali. SHA ni kitu muhimu sana. Idime ikaenda hospitali. Kuna nguvu lipa shilingi 1000 within no time. Kwa hivyo tafadhalini, hii mambo ya SHA si mambo mitani, ni mambo ya kuunga mkono na ujiandikishe. Na tena ukijiandikisha, si kujiandikisha tu. Kwa kujiandikisha, ukishakapata kiwango chako shilingi 300 kila mwisho wa mwezi, toa shilingi 300 kila mwisho wa mwezi. Sisi tukadanganyika tunajiandikisha alafu ndio nalo usingizi. Ngoje kurudi mgonjwa. Na akili tu kurudi mgonjwa. Kwa hivyo tafadhalini tutie hayo. Kwa hayo machache, mheshimiwa, ukiona tukiondoka labda tukianza kazi kupanda miti, kuna mahali tumeitwa kidogo. Asante sana. Makofi kwa bwana chief. Kuna ndugu zetu wametoka mbali pia sana. Nimeona amekuja hapa bwana Katel, Makumbaku na sijui wengine sijaona. Niomba tu tafadhali dakika moja tu mkisalimia wananchi. Senior chief Odwakala pia Sogodaka because zake pale, alafu tunamaliza na hiyo shughuli yetu. Dakika mbili tu tunaingia katika shughuli. Watu wa ndani ya mjambo. Mimi kwa majina anaitwa Makumbaku lakini situmii. Leo hii nimekuja hapa kwa sababu mimi napenda mazingira na napenda kutembea. Na la muhimu kabisa, najua kwamba UDA mnakaribia kufanya mchakato wenu wa elections. Mimi nimekuja kusindikiza huyu ndugu yangu, at least niweze kuambia siku ya kupiga kura mjitokeze, alafu mkishachagua mumchague kama county youth leader. Si tumeamua ni serikali ya vijana. Si hata mnaona prof ni kijana bado. Mvi hakuna, si ndio? Hata ukiangalia ID hajafika 30. Hiyo ni la kwanza. La pili, nimesikia mambo ya SHA ikizungumziwa. Jamani wananchi, SHA kama hujakuwa mgonjwa ndio utaionea haina maana. Wachaneni na zile kasumba ambazo mnasikia kwa TV. Mimi mwenyewe mke wangu ni mjamzito. Na juzi nilimpeleka pale nikakata SHA. Bado hajajifungua lakini amna jamani, alienda kliniki pale nikafikiria inalipiwa tena kwa private hospital. Na akaambiwa SHA imeli. Kwa hivyo msisikize zile kasumba ambazo zinauzwa huku nyanjani. Sijua ifanye nini. Ukipata ushahidi wa watu ambao wamekuwa na SHA wakaenda katika zile hospitali ambazo ziko accredited na SHA, wamepata msaada. Mimi najua vijana ambao wamevunjika miguu wanahitaji kuwekwa chuma na wamelipiwa na SHA kuwekwa chuma. So tafadhali muhimizane, na si pesa mingi, usidanganywe sijui ni pesa mingi. Prof hapa ndo analipa pesa nyingi kwa SHA kwa sababu yeye anapata mgao mkubwa wa mshahara. Sasa yeye alipi kama sisi, lakini sisi wananchi wa kawaida, hata mimi ni mwananchi wa kawaida kama nyinyi, mimi nalipa 600 peke yake. 600 kwa mwezi kweli ni kitu ya kushinda kweli jamani? Waje tuambiane ukweli, kwa sababu nyote mna simu na simu simneka airtime kila siku, si ndio? Hata ukiweka 10 kwa mwezi ni ngapi? 300, si ndio? Mungu awabariki. Mimi nilikuwa nimemsindikiza ndugu yangu na tuzidi kupanda miti. Tumekuja hapa kusindikiza hii hafla ya kupanda miti. Tunajua kuwa serikali kupitia ajenda ya mazingira ime-envision to plant 15 billion trees. Lakini hili juhudi atuachie tu serikali peke yake, ila kila mti ambao tunapanda kwa siku ina feed into hizo miti bilioni 15. Kwa hivyo leo pia tumeweza kushirikiana, tumekuja pia kuwa na ndugu yetu hapa Profesa
Profesa amekuwa kijana mwenzetu ambaye ameweza kutembea pia na vijana, na kwa ile shughuli ambayo amekuwa akifanya maendeleo hapa, ndio ofisi ikaona pia mchukue. Kwa hivyo ofisi yetu ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto na deputy president wake inakumbuka mwananchi wa Taita na Taveta. Bwana Idris ameweza kutuambia hapa, tuko na madirector, tuko na maambassador, tuko na ma-PS, tuko na board members. Sasa jamani, ametukumbuka ama ametusahau? Ni swali tu, ametukumbuka ama ametusahau? La pili, Waswahili wanasema tenda wema yes. Waswahili wanasema tenda wema nenda zako, lakini leo nimekuja kuambia kuwa tunatenda wema na tutabaki hapa hapa, hakuna mali tutaenda. Safari imeanzia leo hapa na itazidi kuendelea mpaka kule kwa vijiji. Lingine ni huyu ndugu yetu hapa Bwana Mwachia. Hii barabara Simone iko mbaya sana, si ndio? Tumekuja hapa mpaka inafika mahali tunasema by the way, leo ndo mara ya kwanza nimesikia ndugu yangu akisema ako na mke mjamzito. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Inamaanisha kuwa anafanya kazi nzuri na kuongeza kura za Taita na Taveta. Kwa hivyo tukikuja na yeye alikuwa ananiambia, bro, tupande polepole, mimi ni baba mtarajiwa, kwa sababu barabara ilikuwa mbaya na fimbo ya mbali haiwi, si ndio? Sasa Mwachia ni fimbo ya mbali ama ni ya karibu? Ni ya karibu. Sasa hii hata mngekuwa amemweka mahali pazuri, hata ingekuwa ni lami, si ndio? Kwa hivyo tukikuja 2027 vijana, we are going to do a robust voter recruitment. Vijana safari hii tutachukua kura ili tuweze kuweka vijana wenzetu kama kina Mwachia waweze kutuhudumia. Serikali ikiwa mbaya, ni sisi ndio tutaumia zaidi kwa miaka mingi. Kwa hayo mengi na machache, na vigora chamcha, na Mwenyezi Mungu atubariki. Asante kwa nafasi ambayo umeweza kunipatia Mheshimiwa Mwachia. Kwa mgeni wetu wa heshima ya siku ya leo, Profesa Mbondeni, na wageni wetu ambao umeweza kufika mahali hapa, ninasema karibuni sana. Mimi niko nyumbani na sote hapa tuko nyumbani. Tumefurahi kuona wageni, mgeni akija watu wanakula kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mimi nataka kuchukua nafasi ya kushukuru kupewa hii nafasi. Ni kwamba napongeza wote ambao wameweza kuongea juu ya SHA na mambo mengine, ninawapongeza tu sana. Na ninapongeza mambo ya kupanda miti, ninawapongeza. Na ndio maana tuko hapa, na leo sio ati ndio siku ya tukipanda miti ni basi. It is a continuous process. Wale hawanijui, majina naitwa Constance Lundi na ni mwenyekiti wa vuguvugu la wajane Taita Taveta County. Mheshimiwa, kuna kikundi changu cha wajane hapa pia, niliwaambia wakuje tuweze kujumuika pamoja. Wamefika kweli? Kikundi cha wajane cha hapa Chome, hebu nyosheni mkono, na wengine wako pale nyuma. Hata ni majority ndio hao wamekuja hapa. Kwa hivyo tuko pamoja na nyinyi. Sisi wajane pia tumejumuika kuunga serikali ama kuunga president wetu mkono. Kitu nilikuwa nataja tu kidogo kwa vile ameongea sana ni mambo ya SHA. Mimi ninawaambia tuache mambo ya kusikia. Watu wengi wameipaka SHA hii matope sana. Hata wanasema haifanyi kazi, haifanyi nini. Ni kwa sababu kuna watu wanasema hatumtaki Ruto, kwa hivyo kila kitu anafanya hatutaki ku-appreciate. Mgala muue na haki yake umpe. Ile mambo amefanya mazuri lazima tuseme hii mambo ni mazuri. Ile imefanyika mbaya tunaendelea kurekebisha polepole. Kwa hivyo SHA imetusaidia. Hata ile mfano ametoa ni kidogo. Kwangu kuna mama yetu aliteleza tu nyumbani, huu mfupa wote ukatoka nje na tena ukakatika hapa, na alikuwa na over 300,000. Aliyepelekwa Coast General, akaenda akasaidiwa, na amesaidia ako hapa nyumbani. Hata jana nimemwona anaendelea kurecover vizuri bila gharama. Kuna bradhangu alipatikana na stones za tumbo, na yeye pia kufika Coast General pesa ilikuwa over 270, lakini alifanyiwa operation na akasaidika. Tuendelee kuunga mkono. Ikiwa wewe hujaandikisha, andikisha sasa.
wanaongea mengi, wanaongea hala, wanaongea yale, lakini tushike yale ya ukweli na ule uzuri president anafanya. Wacha tu appreciate na tuendelee kumuunga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana nyote, tuendelee na hilo. Asante sana. Basi ni kama sasa tunaenda kumaliza, alafu tuingie katika program yetu ya siku ya leo. Mimi ningependa kumalizia tu na kusema kwamba huu ni ujumbe muhimu sana kwa vijana. Housing project inaanza pale Mbela Estate, na ile housing project imesemekana itaandika zaidi takriban watu 600 kuendelea. Vijana, mimi sitaki mwandiko pale kama unskilled laborers, nataka mwandiko kama skilled laborers, kwa sababu mshahara wa mtu ambaye yuko skilled ni tofauti. Mwaga feka nyaha, enda kusoma kozi yako ya plumbing, kozi yako ya wiring, kozi yako sijui ki kitambo je kufunguliwa, huu mradi uanze, utakuwa pale unaambia bwana mimi nafanya kozi fulani, mshahara wako utaingia nao tofauti na utampinyoingia kama unskilled labor. Vijana, tusingoje mpaka ikianza alafu mzogo raida bwana kwa mshahara kwa kibarua. Hii kudani kwa kibarua juu ni skilling putu. Wafuma hao, ndedi mkunde. Wafuma si ndio jamani? Kubukanda kikunyu kunekwaka. Kwa kibazi mabiche shule dua. Mpaka dirimeri ya duvose, divolole hata ujabi kwa hao nadi wale hii vasia. Na itanichuri yenye ababu iko lazima. Lakini lazima vijana yetu kwanza wapewe nafasi. Makosa ndio itakuwa tu kwamba ikakaa baba kunda skilled plumber na ndo huko ndiye dadi madalo wa shigadini. Ndio maana naambia vijana anzeni hizo kozi ziko pale. Nasikia siku zote tunazafanya in the evening, nasikia hata siku tunazafanya weekends. Kwa hivyo mambo yamerahisishwa kabisa, na hii yote ni kwa sababu ya mpangilio ya huu rais wetu ambao tunayemsema hapa. Amehakikisha kwamba vijana watapata kazi mengi kama shiko pakundo, lakini yeko mengi pia kipoye sikoni dado agora mgala muwe, lakini kama ni haki yake fanya nini? Mpatie jamani, ama namna gani? Tuseme yale mazuri amefanya tuyaseme. Hata kama utataja yale mabaya na mazuri je mbona tuseme? Ukiangalia TV mara nyingi ni machafu kaka kipoe pia nyama kima. Kwa sikire shiki bagoda bayo mtu mwalipula sha milioni ndazi. Mwasikire. Lakini wando kasobo wewe kelele TV rose. Hivyo kimana udende bwangi. Jamani, hapa tu tuko na ushahidi. Algorelo. Dada umonu algwash. Mao na kuoria na bazima. Unangoja ushahidi gani mwingine? Ndio mambo haya tunasema kwamba mgala muwe lakini haki yake umpe. Huyu rais sisi tunaamini kwamba kufikia 2027 atakuwa ametimiza ile ahadi zake zote ambazo alikuwa amesema. Mboa tu mdo bantu. Mdidaga wapendelia. Lakini mwisho digibonaga diven. Nekunda ni Mary na ni wakumbanga mgeni odu, lakini kabla hupo na recognize ndugu yetu ambao wametoka Veruga, bwana Kiteria tafadhali usalamu kwenu. Otheniel nambo nafuma Vumingu Kishushe, kina Gladi pia nilimwona hapa. Naona dada yangu Julia wamefika pia sasa toka Mwatate tafadhali. Watu wamekuja wengi tafadhali. Karibuni nyote. Watu wa Chome Usugulu wanapenda wageni sana. Amna gorate. Nichima bukunde. Waambieni wageni karibu. Asanteni sana. Tukimaliza baada ya hivi nitampatia mgeni wetu heshima ongee, lakini nitamruhusu DJ amkaribishe rasmi. Nadi kafuma divorce kwa shwa mdi kwa aho. Nadi anda asha kwa baya asha. Na kwa kola hapa mgeni heshima na isime divorce kila mdu hapo to mdi gake ande ina monsko kwa vile. Na ikazi kwa dake imweri da meria midi maganavi darbi kandoni. Nada afuma desho kai watu na msikie toroka bakunda bachome na sugulu. Tumacha mkanjama la dabakunda soko mbele. Leo tuandamane na wageni paka pale, si ndio? Muonyeshe njia. Na madi kafika aja sinadi vya didede kidogo. Dimgori mgeni heshima kama la dabaka fikiria galwasha. Kipoye soko. Chapchen sana. Hebu basi simu nipige kofi hata na mimi pia. Mwachia. Maskira 2027 sipunde kusha zaidi karibu na chidini. Nataka sasa tufanye kitu moja, si ndio? Ya kwanza tulikuwa tunapanda miti, lakini kwenye post iko nasema pia ni mambo na culture. Culture ni nini? Utamaduni, si ndio? Utamaduni unaongozwa na nyimbo ya nani? Wa Mtaita, si ndio?
nataka tucheze wa kesho wakati tunamleta kiongozi wetu Profesa Kiwinda Mbundenyi. Naomba wale wa kamera wachukue simu, naona Makumbako yuko na iPhone. Alafu sote tunacheza nyimbo ya wa kesho, tunaipost leo, tunasema pia culture tumekumbuka, si ndio? Nataka kila mtu angaluke epeke mwana. Mko tayari? Mko tayari tumkaribishe Profesa? Unajua kucheza mpaka anapogaga masama. Haya, karibu sana Profesa. Tuende sasa na mayo katika tu. Katika na mayo. Twende. Ati nini? Cheza tu kwenye huko. Ati nini? Selo asilie. Ati na mare. Twende namna hiyo sasa. Wasikana warembo. Ati watoka kwetu huku mwachora. Twende. Selo na asilie. Ona. Mare. Cheza namna cheza tu hapo. Wasikana warembo. Ati watoka kwetu hapa Bundanyi. Twende. Davele moko hadorini ndio huyo. Namna hiyo ndio twende tu. Wapi babi jamani, amrogu wavele wasinda. Ati kaita namna hiyo tu sasa Profesa, twende namna hiyo. Wapi makofi jamani? Ati wendo wa kesho na. Ati nini? Ile 3 2 1 kofi moja. Asante, karibu sana mheshimiwa. Asante sana Bundanyi kwani mmechoka tayari na tujaanza kupanda miti? Mko sawa? Hebu tujaribu tena. Kina mama Kina mama Wazee Vijana vijana mnashindwa na kina mama? Hata wazee mwashinda. Vijana Vijana Basi nimefurahi kuja hapa siku ya leo. Mimi ndiye Profesa Morris Kiwinda Mbondenyi. Najua mkisikia hilo jina kidogo ni kama jina la hapa Shigaro, si ndio? Mimi ni mtu wa hapa. Nieleze kivipi? Nyanyangu alikuwa ametoka hapa kwa mji wa Mzee Mwakio. Mnajua Mzee Mwakio? Mnajua marehemu Shako ambaye alikuwa ni waziri? Yule ni babu yangu. Simeona niko nyumbani. Ama najua Mwachia alipokuwa ananialika hapa kujua ananialika nyumbani. Kwa hivyo Mzee Shako na nyanyangu ambaye alikuwa anaitwa Josephine ambaye aliolewa pale chini Kishamba, ilikuwa ni mtu na ndugu yake, walikuwa wanafuatana kwa kuzaliwa. Nyanyangu alafu Mzee Shako waziri. Ndio maana hilo jina Kiwinda. Mkisikia Kiwinda, mimi Kiwinda ni yule Kiwinda Elliston, si Jeremia. Simuona niko nyumbani. Basi kwa sababu nyanya aliolewa kule, ndio basi mimi nikawa mtu wa Mwatate. Lakini nikija hapa Shigaro niko nyumbani. Kwa hivyo nikija kupanda miti hapa, nimekuja kupanda miti nyumbani. Na labda nitazunguka niangalie kama kuna kipande changu cha ardhi nikichukue. Hawa namna gani? Ama mlimpeleka kule mlisema pia ardhi hamtampatia hapa. Mimi mjukuu wake nimekuja kutafuta ardhi ya nyanya hapa sasa. Si mtanipatia ardhi? Basi leo tumekuja kufanya mambo mazuri sana. Natoka kwa ofisi ya naibu wa rais. Kazi yangu pale ni kusimamia hizi tume za katiba na kuangalia kwamba zinaweza kutekeleza majukumu yake kwa njia inayopasa, ndio ili serikali iweze kushirikiana na hizi tume. Kwa hivyo nimesimama pale katikati kuwa mwakilishi wa rais na naibu wake katika masuala ya tume za kisheria. Mimi ni wakili na ni mwanasheria. Kwa hivyo hiyo kazi nayofanya ni ili kusaidia serikali kupeleka ajenda yake mbele. Na kwa kusema vile, leo kwa kweli tumekuja kupeleka mbele ajenda ya serikali. Na mnaelewa kwamba jambo muhimu ambayo serikali ya William Ruto imefanya ni kuhakikisha kwamba mazingira yetu tumeweka vizuri, mazingira kwa kupanda miti, na pia mazingira ya kiafya tuyaweke vizuri. Najua ajenda yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba
kwa miaka 10 inayokuja tuweze kupanda miti bilioni 15, na ni jambo linawezekana. Mimi na wewe tukishirikiana, tukishikana mkono, hii agenda tunaweza tukaitekeleza. Na kwa kupanda miti kule ni si ati ni manufaa ya serikali, ni manufaa yangu mimi, wewe na vizazi vyetu vijavyo. Kwa hivyo tukifanya haya mambo, tufanye tukijua kwamba ni kwa sababu yetu sisi, kwa sababu ya watoto wetu, na kwa sababu ya wajukuu wetu, na si kwa sababu ya serikali peke yake. Kwa hivyo leo tufanye hiyo kazi, lakini baada ya kupanda miti pia lazima tujue kwamba hii miti inahitaji kulelewa, inahitaji kutunzwa ili iweze kuwa ya manufaa vile tunapanga kama serikali. Hilo ndo jambo moja muhimu tumekuja kuongelea. La pili, na mimi nataka kwenda mbio mbio kidogo manake wenzangu wameongea mambo mengi, ni hii mambo ya sekta ya afya. Kuna huu mfumo wa kiafya ambao unaitwa SHIF. Na mnajua wengi mmekuwa mkiongea juu ya SHA. SHA ni lile shirika ambalo linashughulika na hii Social Health Insurance Fund ambayo inaitwa SHIF. Sasa najua wananchi wengi huu mfumo ulipoanzishwa walikuwa na tashwishi. Sisi wa Kenya kawaida yetu mnajua tukianza kufanywa mambo mapya huwa tunakuwa na wasiwasi kidogo, tunaanza kuangalia itafanya kazi ama itafanya. Na mimi nimefanya kazi pamoja na rais mwaka wa 2018 mpaka 2022 nilikuwa kwa ofisi ya rais kama mshauri wake kwa mambo ya policy. Na katika ile hali ya kuwa mshauri wa rais, sisi ndio tulifanya utafiti na tukajiuliza maswali ili wananchi wengi waweze kufaidika na katika sekta ya afya tutafanya nini. Nilitembelea kaunti zaidi ya 43 kutoa shilingi 500 kila mwezi ili aweze kupata huduma ya afya. Si ni kweli? Na kuna Mkenya ambaye tukimwambia atoe hata 5,000 ama 10,000 yeye hatasikia uchungu zaidi. Ni kweli ama si kweli? Tukasema ili Wakenya waweze kufaidika katika mfumo wa afya, basi tubadilishe mfumo. Yule mwenye kupata pesa nyingi tuweze kumtoza kiwango kikubwa. Yule ambaye anapata pesa wastani tumtoze pesa wastani katika huu mpango wa afya. Na yule ambaye hajiwezi kabisa tuangalie ile pesa ambayo tutakayoipata itamsaidia vipi yule asiyejiweza kabisa. Na ndio tukasema kwamba badala ya kila mmoja wetu kutoa shilingi 1,700 kila mwezi na wengine watoe shilingi 500, tuseme basi ni percentage ya mapato yako ndio yataenda katika sekta ya afya. Tunavyoongea hivi, mimi katika wale ambao tunaumia zaidi ambao tuko hapa, mimi ni miongoni wa wale ambao tunaumia zaidi. Manake mimi kila mwezi nakatwa zaidi ya shilingi 8,000, 9,000 ili iweze kugharamikia matibabu ya Wakenya. Na sija kuja kulalamika, nimekuja kusema ndio ili tuweze kufaulu lazima tushikane mkono. Wanyonge washikwe mkono na wale wenye kujiweza ili tuweze kufaulu. Najua mwanzoni mnaweza piga makofi, hakuna neno. Najua mwanzoni kulikuwa na changamoto. Na changamoto hizo zilikuwa ni za kiteknolojia. Ulikuwa unaenda pale unaambiwa kwamba bado wewe hujatolewa NHIF na kurudishwa upande mwingine. Lakini saa hii najua mambo mengi yamefanyika na wananchi wakienda pale hospitali wanapatiwa huduma na kadi zao za SHIF. Ni kweli si kweli? Kweli si kweli? Tuambiane ukweli, si ndio? Na kila kitu kikianza lazima kitakuwa na changamoto zake. Ndio maana uongozi wa Rais Ruto ulipoanza pia ulikuwa na changamoto zake. Kwa sababu yeye pia aliingia uongozini, manake wakati ule mambo yalikuwa magumu. Kumbukeni tulikuwa tumetoka kwa kipindi cha COVID. Si tulifunga nchi. Tukasema watu wasiende kazini kwa sababu ya ugonjwa wa COVID, corona. Si mnakumbuka? Na uchumi ukaanza kuharibika wakati ule. Rais alipoingia alikutana na uchumi ambao tayari ulikuwa umeshaharibika. Rais alipoingia alikutana na madeni ya mzee Mwai Kibaki ambayo yalichukuliwa wakati ule akiwa rais, ambayo maturity yake ilikuwa inatakikana kuanzia 2022-2023. Alipoingia alikutana na madeni ya mzee Kenyatta ambaye ameambia majenzi mwende barabarani mkapigane kule. Si mnajua rais wetu wa Kenyatta. Sasa wewe ukiingia kama rais,
umekutana na madeni hayo yote, si utaanza kuangalia vile madeni yatalipwa ndio ili nchi isianguke ama iende kauzwe huko kwa China? Hizo ndo changamoto tulikutana nazo tulipoingia kwa serikali. Lakini saa hii nimekuja kuwatangazia kwamba mambo yameanza kusonga na nchi imeanza kusonga mbele. Ama muamini? Haya, wacha niwaambie. Tulipoingia kwa serikali mwaka wa 2022, bei ya lita moja ya mafuta ilikuwa ni ngapi? Shilingi 210, si ndio? 210 shillings lita moja ya mafuta. Sasa hii lita moja ya mafuta inauzwa shilingi ngapi? 174. Kuna maendeleo ama hakuna maendeleo hapo? Bei ya unga tukiingia kwa ofisi ilikuwa pakiti ile ya 2 kilos ilikuwa ni shilingi 200 na ngapi? 220, si ndio? Sasa hii pakiti ya unga ni shilingi ngapi? Imepungua haijapungua? Sasa tukishika kiongozi mkono na tumpatie nguvu, tutakuta kwamba hii nchi itasonga mbele. Lakini kila mara tukiwa tunamweka kiongozi kwa pressure, kila mara tunamwambia umefeli na utashindwa, hata yeye pia atavunjika moyo na nchi haitasonga mbele. Sasa mimi nimekuja kuomba watu wetu wa Shigaro, tushikeni viongozi wetu mkono ili tuweze kusonga mbele, nchi iweze kwenda mbele vizuri na tupate maendeleo. Nimesikia mambo mengi yametajwa hapa. Kuna barabara hii hapa, mwalimu ameongea juu yake. Kuna mambo mengi hapa Shigaro ambayo inahitaji intervention ya serikali. Lakini tusiposhikana mkono na serikali, nani atatusaidia jamani? Tutasaidika kweli? Mimi nimekuwa mgombezi wa kiti cha Mwatate mara 2. 2017 niligombania kiti cha Mwatate kwa tikiti ya Jubilee. Na nilipokuwa nikigombania, niliambia wananchi wa Mwatate, kulingana na darubini yangu, mimi naona hii serikali haiwezi kutoka kwa tamu moja. Itarudi tu na iendelee kwa uongozi. Kwa hivyo sisi tupigie kura serikali ili tuwe ndani ya serikali. Walinifanya nini? Walinifanya ile kitu, si ndio? Wakapigia upinzani, si ndio? Tukarudi upinzani. Miaka 5 ikaisha vipi? Tukiwa kwa upinzani, si ndio? 2022 nikarudi tena, nikaambia wananchi wa Mwatate, kulingana na darubini yangu ya kisiasa, naona William Ruto atakuja kuwa rais wa Kenya. Kwa hivyo tushikaneni mikono kama Wataita na kama wananchi wa Mwatate, tumpigie kura kwa wingi ndio ili sisi pia tuwe ndani ya serikali. Niliambia watu hivyo. Wakasema kulingana na vile tunaona huyu jamaa atavurugwa na Uhuru na Ruto na Raila na ataenda kwa upinzani. Si Ruto alishinda kaingia kwa serikali? Na sisi Wataita tukabaki kwa upinzani. Jamani, sisi kama wananchi wa Taita Taveta, leo nimekuja kuwasihi, wakati wa kupiga kura tupigeni kura na hekima. Manake tukiwa nje ya serikali tunaendelea kuumia. Kweli si kweli? Jamani wa Shigaro, mnanielewa? Mnanisikia? Mshawahi kusikia tangu hii nchi ya Kenya ianze rais akawa rais wa awamu moja peke yake? Mshawahi sikia? Mimi nimekuja kuomba Shigaro 2027 tuingieni ndani ya serikali ili tuweze kupata manufaa. Wale wenzetu walikuwa upinzani, walienda wakafanya broad based. Sasa hii maendeleo yanaendelea kule Kisumu makubwa sana, na sisi bado tumebaki nyuma, manake tulisema hatupendi mtu fulani, hatupendi mtu fulani. Tufanyeni ujanja wa kisiasa ndio ili tusiwachwe nje, tupate maendeleo. Nimesikia maneno hii barabara, na tutakaa chini na kiongozi wetu Mwachia tuangalie vile hii barabara itatengenezwa. Nimesikia mambo ya shule pale, na pale Mwatate pia nimegusa shule nyingi tu kwa mambo mengi, na mimi sikuwa nimechaguliwa na tukafanya mambo mengi. Tashika Mwachia hapa tuangalie ujanja gani tutatumia hizi shule zetu pia ziweze kuimarika mahali hapa. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Na mkinipatia ruhusa tutakuja tutembee hapa na Mwachia katika hizi shule zote, na makanisa yetu yaendelee kujengwa yaweze kumalizika. Ama nyinyi pia mmekataa msaada yetu? Mulisema mtaki msaada yetu tusije kanisani na pesa kujenga makanisa. Ama hiyo Shigaro hamjapitisha hiyo? Tukija na sadaka tulete sadaka kwa makanisa? Ndio ili tuabudu Mungu vizuri.
Hata Biblia inasema ukija mbele ya Mungu usije mikono mtupu, si ndio? Tutakuja na sadaka pale tuweze kujenga makanisa yetu. Na labda sahii ni mapema sana kwanza kuongea juu ya siasa za 2027. Lakini mimi ninaonea huruma sana ndugu yangu Mwachia. Yaani Mwachia anakuja kwenu mara ngapi? Mara ngapi? Amekuja mara ngapi? Karibu mara 4 sasa, si ndio? Ati mnamwangalia hivi, alafu mnamwangusha. Mnamwangalia hivi, mnamwangusha. Wasichana mko hapa? Wasichana jamani, wacheni niwaulize swali moja. Kijana akija kwako mara ya kwanza umkatae, aje tena mara ya pili umkatae, atuseme mimi nimeona forward yake haikai mzuri. Mara ya tatu unamwangalia sawa, miguu yake imekaa matege. Akija mara ya 4 si utaona huyu jamaa kweli yako serious. Ama sasa Mwachia anakuja karibu mara 4, mbona msimuone akiwa serious jamani? Na huyu by the way, kama mjajua, huyu jamaa ni rafiki wa karibu sana wa rais. Ama mjui hiyo siri? Sasa mkipatia rais mtu ambaye anaweza fanya kazi na yeye, ngojeni mimi naenda kuvaa gumboots na kuja kuvuruga hapa ndani tuombe huyu jamaa kura. Mimi hata naamua this time Mwatate staki, na kuja hapa kusaidia huyu ndugu yangu hapa apate. Iko nini? Iko nini? Si ndio? Momba sana. Unajua sasa acha nisiongee mambo mengine, niko nyumbani hapa. Kwa hivyo tuchagueni viongozi ambao watatushika mkono ili tuweze kusonga mbele. Nasikia mambo mazuri hapa mnaongea watu wa Mundanyi, nyinyi pia mnataka promotion tena. Lakini wa Mundanyi bwana, sasa nitakuja tuongee hiyo siku nyingine. Sasa mnatoka mnarudi, mnataka kurudi tena. Watu wa Mundanyi, simtupatie sisi nafasi pia kidogo. Hiyo siasa ya gavana tutaongea baadaye wakati mwingine. Ni juzi tu hata tujasahau, mnataka kuturudisha tena kule. Jamani. Haya. Anyway, wajua mimi hapo Mundanyi ni mtu wa hapa, nikiwa Mwatate ni wa Mwatate, lakini leo tumekuja kufanya nini? Kupanda miti. Na baada ya kupanda miti tutakuja kuangalia miti yetu vile inafanya kazi. Na wakati wa kuja kuangalia miti kama inafanya kazi, Mheshimiwa Mwachia, labda nitachukua hawa community health volunteers wako kidogo, tutembee hapa kidogo door to door, tuongee wale ambao hawajajiandikisha kwa shift, tuulize shida iko wapi. Si ndio? Na kama nitakuwa na hiyo 300 500 kidogo tutafanya maneno tuwa register. Ama namna gani? Sio ni sawa? Tujue shida ni wapi, alafu tuangalie vile tutatatua hiyo shida. Kwa hivyo leo sitaki tuongee sana. Siku ya kuongea sana siasa na mambo mengine yote itakuwa Jumamosi pale chini kwa hall pale. Pale ndo tutaenda mundu kuongea siasa. Leo tumekuja kasi, si ndio? Haya, kwa hayo machache nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Asanteni kwa makaribisho yenu, na nitakuja kwa sababu nimeona watu wamefanana na ukoo wangu hapa. Ni vile tu sitaki kuwauliza. Babangu Mwandoe, nakushukuru sana pia. Asante sana dadi. Umefanya kazi nzuri. Huyu ni babangu kama mjajua. Anaitwa Mwandoe. Ndio mjue niko nyumbani. Niko nyumbani. Kwa hivyo tutakuja tuangalie vile tutaanza kutembea pia huku door to door. Wale watu wetu ambao hawajajiandikisha hapa, tuone vile tutaanza kuwaandikisha polepole waweze kuingia kwa mfumo, na tujue matatizo yao ni gani. Maana lazima kila mtu ana matatizo fulani, labda ndo maana hajajiandikisha. Wengine ni dini labda haiwaruhusu, wengine wengine ni pesa. Tutakuja tufanye hayo yote ndio ili tuangalie kila mmoja tuweze kumuingiza katika hili dau, ndio ili huu mfumo wa SHIF uweze kufanya kazi na ili tuweze kusonga mbele pamoja. Tutaongea pia na county government irudi kwa wananchi. Iangalie pale mwananchi, manake nimeona kwa kaunti zingine kama Kajiado na kwingineko, county inaingia mpaka mashinani, mwananchi ambaye hawezi kujitolea, na Murang'a pia.
Mwananchi ambaye ana pesa ya kujitolea, county inatoa hiyo pesa, inawaregister. Tukianza mfumo kama huo kwa county, pia tutakuwa tumesonga mbele. County tusaidie, national government tuweze kufanya kazi pamoja ili tuweze kuenroll watu wengi. Na tukienroll watu wengi, pia madawa yatapatikana kwa hospitali zetu na tutaweza kusongeza hiyo sekta ya afya mbele. Mmeambiwa mpango wa ujenzi wa nyumba, pale ndo tumesema ajira zetu zitatokea, na kila constituency Kenya itakuwa na huo mpango wa affordable housing, ndio ili vijana wetu waweze kupata ajira katika hizo sekta za housing. Mabarabara zetu ambazo zilikwama, nimekuja kuwatangazia kwamba karibuni zinaanza kukwamuliwa, manake ile pesa ilikuwa ambayo imeanza kutushinda kwa sababu ilikuwa inalipia gharama za zile loan ambazo zilikuwa zimechukuliwa na viongozi waliotutangulia. Sasa hii tumeweza kuzikimu na tutaendelea sasa na barabara ambazo zimekwama. Sekta ya maji pia itafufuliwa ili tuweze kusonga mbele. Najua labda tutakuwa tumechelewa kwa hii miaka miwili, lakini kwa kweli Rais William Ruto ikifikia mwaka wa 2027 atakuwa amedeliver kila pledge yake ya uchaguzi, na pale ambapo hataweza kudeliver atakuja kuwaelezea wananchi tumekwama wapi. Manake tunajua pia hata viongozi wote mkiwachagua kuna vile yale mambo ambayo wataweza kutekeleza na kuna yale mambo watashindwa kutekeleza, na wakishindwa kutekeleza watakuja kuwaelezea ni kwa nini. Lakini tuko na nia ya kujenga hii nchi na tuko na nia ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaishi maisha ambayo yanaweza kumpendeza. Nataka nikwamie hapo, sitaki kuongea zaidi na sijajituma. Wakubwa zangu wanajua, rais anajua, naibu wa rais anajua kwamba leo niko kwa hii hafla. Kwa hivyo hiki kijiji cha Shigaro imebarikiwa, manake hata rais na naibu wanajua kwamba tuko hapa. Wacha tukwamie hapo, na kwa sababu ya yale mengi yote tumeongea, ningependa kuchukua hii fursa kwa hivyo kusema kwamba officially tumefungua mpango wa kupanda miti hapa. Ni makosa kama sitampatia ndugu yetu ambaye anasimamia kitengo hichi kwa hii county ya St. John's aweze kuwasalimia na eleze huduma ya kwanza. Kwa kusema kweli imeokoa maisha ya watu wengi sana. Uchaganya uche mwelimisha zaidi kwa sababu viko bandu diblaga shiri kwa sababu walikosa huduma ya kwanza. Ndugu yangu Davis, karibu sana usalimia wananchi. Mgeni heshima tansamehe amekuja kuchelewa. Protocol hairuhusu ni mruhusu kuongea, lakini kwa sababu ya nimeona kazi muhimu anaenda kufanya, nimeona acha tumpatie dakika 2 atusalimie. Karibu sana Davis. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Davis Mtamu. Ndiye kiongozi wa St. John Ambulance hapa Taita Taveta, ambao tuko hapa kwa ajili ya kushirikiana pamoja kupitia kwa mgeni wetu heshima, Mheshimiwa Profesa kiongozi Mwachia, na wale wageni wote ambao mko hapa. Ndugu yangu Idris nimekuona, Mheshimiwa, asanteni sana kwa kutukaribisha siku ya leo. Niko na wenzangu ambao tumekuja kwa ajili kushirikiana kuweza kupanda miti pamoja, na kwa ajili hiyo sisi hapa Taita Taveta, shirika hili huwa linahusika sana na mambo ya huduma ya kwanza, na pia inahusika sana na kufundisha watu jinsi ya kukaa na wagonjwa ambao wamelemewa wakiwa kwa nyumba, ama tunaita community health training, ama wale caregivers ambao pia wanaweza fanya kazi hospitali kusaidia nurses. Na pia kuna wale watu wanatembea na ambulance, kama huwa mnaona ambulance, wale ni watu ambao tunaita emergency medical technicians. Pia hizo ni kozi huwa tunafundisha. Kuna kozi pia tunaziita basic fire marshals ama basic fire trainings, ambazo huwa wale watu wanazima moto. Kwa hivyo hizo ni courses pia huwa tunafanya. Kwa ajili hiyo nafikiri wale ambao mmeona Jumamosi hii tutakuwa na matembezi Kenya mzima. Haswa matembezi hayo yatafanyika Kilifi na hapa Taita Taveta na hata kwa sehemu mbalimbali. Hapa Taita tutatembea kuanzia Dembwa mpaka Mwatate. Kwa nini tunatembea? Tunatembea kwa ajili ya kuchanga pesa kwa ajili ya kufundisha watu bure. Mmeona hapa Josa kumekuwa na
muda mrefu kumekuwa na ajali zimekuwa zikifanyika, na tumekuwa na watu kidogo sana ambao wanaweza fanya kusaidia watu wakati mtu ameumia. Jiulize saizi ukiwa hapa, mtu akiumwa na nyoka, utafanya nini kabla huyu mtu afike hospitalini? Ama mtu amekunywa sumu ukiwa nyumbani, kabla ufikirie kumpeleka hospitalini, utafanya nini? Utagundua watu wengi ufa njiani katikati ya mahali tukio limefanyika mpaka kufika hospitali. Huyo mtu atafariki hapa katikati. Tumeona mara mingi mtu wa bodaboda ameanguka na bodaboda. Wakati ameanguka na bodaboda, kitu ya kwanza watu wanafikiria ni kumpeleka hospitali. Lakini jiulize, wakati unampeleka hospitalini, mara mingi watu wengi huwa wanaumia uti wa mgongo. Kabla afike, by the time anafika hospitalini, ana paralyze. Hawezi tumia sasa sehemu ya chini, hawezi tumika tena. Atakuwa yuko lakini hawezi tembea tena. Mmejiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ile time ameumia pale. Wale watu wameenda kumsaidia pale, wao priority yao ni kumpeleka hospitalini. By the time wanamuinua pale ndio wanamvunja mgongo kabisa. Wakati anafika hospitalini haezi sasa kanyaga tena. Atatibiwa, atapona, lakini hatawahi kanyaga. Kwa hivyo hizo ni vitu ambazo tunajaribu kuhamasisha kila mtu ili aweze, leo ajali ikifanyika ama kitu chochote kimeweza kufanyika, uweze kusaidia. Kwa ajili hiyo nataka nichukue muda mfupi kabisa kusema tunawalika nyote kwa matembezi hayo Jumamosi hii. Yatakuwa kuanzia saa 12:30 Dembwa, na nafikiri by saa 2 tutakuwa tumemalizia, alafu tutarudi kwa mkutano ambao utakuwa main mkutano hapa CC Hall. Kwa hivyo langu nataka niachie hapo, na niko na kadi. Hii kadi ndio kadi ya kutembea, na tuko na support katika umeona nimeshikilia mfuko hapa. Hii mfuko ni ya ukiweza kulipa kiwango fulani. Kwa mfano ukilipa 1500 nitakupatia hii bag, nitakupatia t-shirt, alafu nitakupatia kitu inaitwa wristband ambayo ni hii, na zote zimekuwa branded St. John. Kwa hivyo kwa leo ndugu yetu Mwachia aliweza kutusaidia na akaweka kiwango fulani. Kwa hivyo mtaniruhusu mgeni wa heshima niweze kumpatia hizi vitu kwa sababu ameweza kusupport kwa ajili ya matembezi yetu ya Jumamosi. Kwa hivyo asante. Na kiwango cha kwanza ni 1500, kiwango cha pili ni 2500, kiwango cha tatu ni 5000, na kiwango cha mwisho ni 10000. Na tunashukuru sana kwa wale wetu wameweza kutusaidia. Na baada hapo tutakuja timu ya kwanza, tuna train ni hii ya Josa, tunawatrain bure. Alafu nafikiri pia tutakuja hapa tuweze kutrain for free. We are doing it for free, atuchaji hata shilingi moja. Tutakuja tufundisha mafundisho bure, na baada hapo mtakuwa certified, na nafikiri tutahakikisha kila mahali tumeweza kufundisha. Lengo letu ni kuhakikisha tumetrain kila nyumba mtu mmoja tumemfundisha at least huduma ya kwanza. Kwa hivyo nafikiri baada hapo nafikiri tutaenda kupangana na mheshimiwa ili tuweze kuhakikisha kila nyumba tumeweza kuifikia. Kwa hivyo nataka nafasi hii mnipatie nafasi niweze kumpatia. Kila siku party nina enjoy na marafiki tubiko bien. Changanya Simbadi changanya uka changanya mamai changanya Haya, naona basi mheshimiwa Simon Mwachia namna hiyo sasa. Happiness, kwanza mwezi kucheza watu wa happiness namna hiyo sasa. Lazima maposti. Asante sana. Alafu anavalishwa pale vile. Anaambiwa ivalie kabisa ili iweze kuchukuliwa moja kwa moja. Anavalishwa pale. Namuona hivi second wa president anafurahia kuona hatua kama hii. Katel naye ana smile. Wakubangwa akiwa na tabasamu anasema mambo gani haya. Alafu namuona Dorini kule vile juu anasema Mwachia pigo black nyeusi. Asante sana.
inasema Save Alive Walk. Asante sana. Haya, tupige makofi mazuri kwa ajili ya St. John's kwa kazi murwa kabisa wanayoifanya. Mungu Baba ametubariki, Mungu Baba ametubariki na mbuga za wanyama, na mbuga za wanyama. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Kupitia miti tunapumua hewa safi, kupitia miti tunapata na mvua, kupitia miti hakuna umomonyoko wa udongo. Mimi na wewe ni jukumu letu, mimi na wewe ni jukumu letu. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Mungu Baba ametubariki, Mungu Baba ametubariki na mbuga za wanyama, na mbuga za wanyama. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Wanyama pori ndio fahari yetu, wanyama pori kitega uchumi chetu. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Mungu Baba ametubariki, Mungu Baba ametubariki na mbuga za wanyama, na mbuga za wanyama. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Kupitia miti tunapumua hewa safi, kupitia miti tunapata na mvua, kupitia miti hakuna umomonyoko wa udongo. Mimi na wewe ni jukumu letu, mimi na wewe ni jukumu letu. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Mungu Baba ametubariki, Mungu Baba ametubariki na mbuga za wanyama, na mbuga za wanyama. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira. Wanyama pori ndio fahari yetu, wanyama pori kitega uchumi chetu. Tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira, tuyatunze mazingira.
mazingira, he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mbona wewe wakata miti, miti yazuia mmomonyoko? Mbona wewe wakata miti, miti hiyo yaleta mvua? Kwa nini wewe wakata miti, ndiyo mbuga ya wanyama wa pori? Ona sasa wakata miti, miti hiyo yatupa hewa safi. Mazingira, he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, mazingira, tuyalinde mazingira. Mazingira, he maisha yetu, tuyalinde mazingira. Mazingira, he uhai wetu, tuyalinde mazingira. Hizo taka watupa ovyo, zinaleta maradhi mabaya, hewa chafu kutoka. Haya, karibuni hapa ndio mahali kunaitwa Mwachora eh? Mwachora kuna historia moja kali sana. Wale ambao mshatembea National Archives pale Nairobi, ukienda utakuta kuna story imeandikwa ya Mwamlalu. Nyoka anaitwa Mwamlalu. Hiyo nyoka Mwamlalu alizaliwa hapa. Kuna kabila ilitoka Tanzania inaitwa Wahaya. Na ndio maana hapa kunaitwa Haya, ambao ndio sisi mnaona wengine wetu hapa. Alafu huyo mama ambaye alitoka pale, mmoja akaja kazaa nyoka. Nyoka kakua mkubwa sana. Mpaka ilikuwa usiku anafanya ndio boma ya ng'ombe pale, akizunguka hivi ng'ombe wana hapo. Msiende hapo. Uko baridi na pagana. Msiende hapo sana huku kando. Msiwe excited sana mwende huko mbali. Mara nyingine baridi za kupiga. Sasa songeni tu. Especially mambo ya selfie ndio mara nyingine inasumbua watu. Hello. So nawapatia tu historia kidogo Nianze tena historia. Nilikuwa naambia kwamba hapa kuna historia nzuri sana, kwa sababu hapa ndio kuna ule nyoka ambaye anaitwa Mwamlalu, ambao ukienda Nairobi kwa National Archives utapata hiyo historia pale. Kwa hivyo it's a true story. Na inasemekana kwamba kuna kabila ilitoka Tanzania miaka hiyo zamani, wakakuja hapa. Kabila inaitwa Wahaya. Nafikiri wale ambao wamefanya historia utakuta kuna tribe inaitwa Wahaya kule Tanzania. Wanatoka Bukoba. Wanatoka kule Bukoba. Huyo mama akazaa nyoka. Na huyo nyoka akasemekana akakuwa mkubwa sana. Kuna mashimo yake labda vile wakati leo hakuna tungeonyesha mahali alikuwa anaishi. Kuna mashimo matatu mpaka sasa bado yako. Huyo nyoka alikuwa anapiga mviringo, unatoka hapa unazunguka mpaka kule. Unatengeza boma kubwa. Alafu ng'ombe wa mama alikuwa analala hapo ndani. Na mara nyingine akiwa anataka kukamua ng'ombe mchana, ilikuwa anasemekana anashika jua, lakini nikagundua baadaye si kushika jua. Alikuwa anainua kichwa chake alafu ana block jua, kunaingia giza. Wanakamua. Sasa huyo mama alipokufa nyoka akawa hana mtu wa kumlea. Akakasirika sana, akaua, nasikia wale walikuwa karibu, wale ng'ombe na kila kitu. Alafu inasemekana aliruka hatua moja akaanguka ile, naona ile ndiva tunaita ngulu pale, ngulu. Ile ziwa ilikuwa ni ile impact yake ya kuanguka. Na inasemekana iko na sea level pale ndani, kunaenda mpaka karibu sea level huko chini. Very deep. So alitoka tu hatua moja ile rap. Ile impact alianguka naye pale ikatengeza kidimbi kikubwa sana ambayo ni kama lake. So wakati mwingine mkija taonyesha mahali alikuwa anaishi na mahali alikuwa analala. Kuna mashimo matatu mpaka sasa hivi, ndio? Kuongezea hapo mwao. Ilikuwa yani huyo nyoka
inasemekana si alitoka TZ. Inasemekana huyo nyoka alipokasirika amerudi mpaka TZ. Yaani alipoingia pale, ule ni mkondo wa maji umetoka Kilimanjaro, huyo nyoka amerudia hapo mpaka akafika TZ. Grandfather wa huyu anaitwa Hema ni Kalendo. Walijaribu kwenda kuangalia tena huyu nyoka wao anaweza kurudisha namna gani, lakini wakapewa vikwazo ama masharti yakiwa magumu. Walikufa bila kutuambia hiyo masharti walipewa ni gani, akakosa kurudishwa huyo nyoka. Sawa sawa. Walituambia walipewa masharti magumu. So bwana profesa, mgeni wetu hapa mahali tunataka tupafanye pawe tourist attraction. Kumekuwa watalii wengi wanakuja hapa, lakini hakuna kitega uchumi tunachopata. Sasa tulikuwa tunasema hii sehemu kama itafungwa vizuri, lakini nitaonyesha pale mbele, tuanza tembea pale kidogo. Mheshimiwa, kabla hatujaendelea, kuna sababu nyingine pia ambayo tuliambiwa hapa, kulikuwa ni mahali wale watu walikuwa wachawi wanakuja kuangushwa. Nataka kwenda waonyesha sasa mahali penyewe. Walikuwa wanaangushwa hapo chini. Mahali penyewe ni hapo chini. Hapana mkembe. Si ile mwamkembe? Hapo ni katisa. Hapana katisa. Hapa. Ile jiwe. Hapa katikati. Sasa njoo waeleze kabisa kwanza. Nasikia maana mimi najua kwamba ulikuwa ukishtakiwa ulikuwa ni mchawi, mwizi, ukikuwa sentenced to death by ile high court ya wakati ule, unaletwa hapa, unafungwa mikono na miguu, si ndio mwapo? Ilikuwa hivi. Yes. Kama wewe umepatikana kama wewe ni mchawi ama wewe pengine ni mwizi, unafanyiwa kesi. Wazee pale pengine kwenu nyumbani wanakukataa. Wanasema tuwezi kuishi na wewe. Unapelekwa kwa wajomba zako. Wajomba zako ile siku kama ni kuangushwa ama nini, ni mpaka mjomba wako aseme ndio. Kwa hivyo mjomba wa mtu ni mtu mkubwa sana. Baba zako nini, hakuna kitu kama hicho. Kama umeshinda unapelekwa kwa wajomba zako. Wajomba zako wakija wakiweka tiki, unaletwa hapo, unachinjwa kama ni ng'ombe, unafungwa na ile ngozi. Alafu kuna mtu anakaa hapa anakusindikiza na mtu namna hiyo. Akusongei karibu. Yaani nafikiria kule kutomshika na mikono, pengine dhambi zingine pengine zitakurudia. Kama nini? Sasa walikuwa wanatumia ile tunaita nyanda. Nyanda. Unashika hivi, unasukuma hivi alafu unatenda. Mtoto muondoe. Hakuna mahali utanini. Lakini nafikiria watu wakianza kupanda upande huo wataona nini? Wataona pengine mifupa ya wale watu wa zamani. Lakini otherwise iko. Kwa hivyo pale chini nasemekana kuna mifupa ya wale ambao walihukumiwa kifo wakati ule. Ukienda hapo chini, lakini nayo pia unajua sasa ndio hapa nafikiria mzungu alikuwa anasema this is a mortuary. Sasa wakapita mochora. Ni carry and go anaita carry and go. Ilikuwa mark your time. Kaitwa makitabu. Sasa hapa kunaitwa mochora. That's why nafikiria kulikuwa wanaamini mochari. Yes, mochari. So mmesikia historia ya ndio maana tumesema tunataka tutengeze hapo mbele. Kuna mahali ambapo tumepaona patakuwa pazuri kwa kufanya hata kama ka restaurant kidogo. Alafu pia kuna hii kitu mnasikia siku inaitwa zip lining. Mshasikia zip lining? Hapa ndio. Labda mshaona kwa TV, si ndio? Mtu anakaa unafungwa na ile mishipi vizuri, unateremka mpaka kule mlima kule. Yaani unapanda hapa alafu unaenda kuangukia kule mbinguni juu pale. Alafu unaenda na sasa hiyo ushalipa kitu hapo. Sasa itakuwa tunakuwa na kitega chetu chumi hapo. Kwa hivyo tunaomba wakati wafadhili wamepita pale, wanaongea mambo kama kuna mali kule Taita ambao unaweza kufanya zip lining. Kuna wakati tulipata mtu mmoja kutoka Dubai alikuwa anataka kufanya hiyo. Bahati mbaya wakati ule wa corona nilikuwa nimeshaenda naye mbali sana. Mzee watu wa corona ikamchukua. Jaribu kufuata wale ndugu watoto wake, wakawa watu wako na ile vision baba alikuwa nayo. Sasa ikaenda hivyo hivyo. But naamini tutapata mfadhili mwingine. So tunaenda kupanda miti upande pale. Alafu profesa pia hapa ile tangi ya maji nilikuwa nakwambia. Hapa ndio tulitenga hapa. Hapo mbele kidogo utaona hapo ndio tulitenga. Huu ni mtengo wetu. Tulitenga hapo tangi lijengwe hapo. Maji itateremka hapa rudi Mlava.
Atateremka hapa aende kwenu hapa chini nini Mgondini. Wale ambao mjini mahali mko hapa ni wapi? Ile kule ni Voi sasa. Unaona pale? Pale ni Voi town pale. Ukiwa hapa jioni na natumai mtakaa mpaka jioni. Utaona vile magari yanaingia, SGR vile linavyoingia. Alafu barabara inatoka pale ndio mto Magoti pale. Hii barabara hata kuingizwa lami ndio hii mnaona hapa chini. Ndio hii imepita hiyo itaingia Msawa hapa ikaenda. Alafu inapita hivi Mwatate pale unaona green ni Sisal Estate. Naona kumekaa kama carpet. Ile Sisal Estate alafu mpaka Mwatate hivi. Alafu hii njia ndio inapanda hii ya lami inapanda Dembo ndio pale chini. Inakuja Josa hapa kwa kina profesa ndio hapa chini. Alafu naingia pale. Lakini pale utaona hii huko chini ni shamba. Ndio pande ya maisha yetu tuyalinde mazingira uhai wetu tuyalinde mazingira tuyalinde mazingira tuyalinde mazingira maisha yetu tuyalinde mazingira uhai wetu tuyalinde mazingira. Mbona wewe wakata miti yazuia mmomonyoko? Mbona wewe wakata miti hiyo yaleta mvua? Kwa nini wewe wakata miti? Ndiyo mbuga ya wanyama wa pori. Ona sasa wakata miti hiyo yatupa hewa safi. Mazingira maisha yetu tuyalinde mazingira uhai wetu tuyalinde mazingira tuyalinde mazingira. Profesa Wachora Chora Undani Idris tuongoze hapo kidogo. Wachia